mother-in-law, sijui kama unajua kijana wako akioa anakuanga amekuwa mume wa mtu mwingine kama venye wewe uko na mumeo hapo. Vitu ambazo uwezitaka mumeo aambiwe kukuhusu kutoka kwao, haufai kuambia kijana yako kuhusu mke wake. Sijui kama unajua vile wewe unasikianga ukiwa na control kwako, ndio mke wa mtoto wako anataka kuwa na control kwake. Sijui kama unajua vile ambavyo unapenda upendwe na mumeo, ndio mke wa mtoto wako anataka apendwe na kijana yako. Sijui kama unajua mambo yote mazuri ambayo unapenda ufanyiwe na mume wako, ndio mke wa kijana yako anapenda afanyiwe. Sijui kama unajua heshima ambayo unatakanga usikie unapewa kwa hiyo boma ambayo wewe uliolewa, ndio huyo mwanamke ameolewa na mtoto wako anatakanga kupewa hiyo heshima. Mother-in-law mwenye anaelewa na ana tabia za uchawi za ushirikina, haufai kuwa kijana yako akikutembelea unakaa naye mpaka saa 9 ya usiku. Wewe kama mama unafaa kuwa unamkumbusha ya kwamba ako na mke. Sijui kama unajua hafai kukula kwako ashibe, ati akienda kwake akatae chakula, na unampikia kila siku, akienda kwake anasema ameshiba. Sijui kama unajua unaharibu ndoa. Sijui kama unajua hizo advice unampea ni za kiuchawi na ushirikina. Unamwambia asionyeshe mke wake pesa na asimfanyie mambo mazuri sana, ati mke atakuwa na kiburi na atakuwa mjinga. Mume wako angeadvaisiwa hivyo kukuhusu, ungesikiaje? Pesa ambazo tunatafuta sisi wanaume, tunatafuta kwa ajili ya wake zetu na watoto, ili wakae vizuri, wavae vizuri, wasome shule nzuri, tuwapeleke out na ndege Mombasa, Dubai. Mbona unakasirika ukiona mke wa mtoto wako anavaa vizuri, wanakula nyama? Mbona unakasirika ukiona watoto wake wanasomea private school zile nzuri? Mbona unasema ni pesa zinaharibiwa na sio zako? Pesa ambazo unafaa kuwa unaongelelea ni pesa zako na mumeo hapo. Sasa ukiona anapelekwa out, anatunzwa, unalalamika, unashikwa na uchungu. Kwa nini? Kwa nini unaambia kijana yako lazima aanze kununua vitu akiwa anaficha, ati wanawake ubadilika? Wewe umebadilika hapo huko. Sijui kama unajichunguza, ukijipima uone unakuwa mchawi. Unajua siongei na furaha. Kuna wanawake wengi nimekaa chini na wao, mimi ni mchungaji, mimi ni mtu wa Mungu. Wanalia, wako na pressure, wako na depression, vichwa zinaelekea kuruka, wako na ulcers. Na wakiolewa wako na ulcers, wakiolewa wako na pressure, wakiolewa wako na depression. Miaka ya kwanza kabla hujaanza kuingia kwao walikuwa na amani. Uliingia kwao ukawafuruga kabisa. Ile pressure umepea mumeo ndio unawapea sasa wale. Unataka ukontrol kwako na ukontrol kwa kijana yako. Mbona una tabia za kiushirikina? Unawezaje tembea kwa kijana yako miezi 6 na wewe si mgonjwa, tumeenda kutibiwa miezi 5? Kwako umeacha kukitunzwa na nani? Na ukitembea kila saa, mnaachwa sitting na kijana yako mpaka saa 8 ya usiku. Na akifika kwa kitanda amekasirika, maana umemchafua akili. Umemwambia venye alioa mjinga. Umemwambia venye alioa mwanamke hana adabu.
Umemwambia venye alioa mwanamke mchafu. Umemwambia venye alioa familia iko na wachawi. Ukitembea siku 3 unachanga wanapigana miaka 3. Ukitembea siku 2. Mbona wewe uko namna hii? Mbona usitaki huyu mwanamke afanyiwe venye wewe unaweza penda kufanyiwa? Hata wakikosana unawapeanga advice za aina gani? Unawapeanga advice za aina gani? Mbona usiwe mama mwenye ako na tabia za kujenga? Mama mwenye ako na tabia za kutaka kuona nyumba yake ya watoto wako inasimama. Wakiachana utapata nini? Wakiachana utapata faida gani? Hii kesi ya leo ni ya mother-in-law. Lazima tubadilike. Lazima tuwe na utu. Lazima tuwe na moyo wa mzazi. Msichana akiolewa kwako, anakuanga amekuwa mtoto wako. Hata badala ya kumuongelelea na kijana yako, si umuite ye mwenyewe ni mtoto wako. Muadvise, muonyeshe njia. Ingawa nao kuna wengine nao wasichana waambiliki. Lakini naongea kuhusu kuna mother-in-law very dangerous. I know what I'm talking about. Kijana yake akioa wanaonanga wamepokonywa dhahabu. Wamepokonywa supporter. Wanasikianga ni kama mtu alikuwa ana breathe na oxygen ametolewa kwa hiyo breathing machine. Release your son. Mwache penda, mwache aende atuze boma yake. Mwache atafute mali. Bring them together always. Umba mke wake kwa moyo wa kijana yako. Muonyeshe alipata mke mzuri. That's what we call being a mother. You cannot being a vampire and you call yourself a mother. You cannot be a predator and you call yourself a mother. Be a mother. Have a heart of a mother. Na utaona kwako kuko sawa. Utapata kumetulia. Yule akikula mema utakula mema. That case is closed. Mother-in-law, behave like a mother-in-law. In the name of Jesus. Naitwa Katapila. Na wapenda in Jesus' name.